Hello, naitwa Nabii Bulldozer Yesu, rafiki yako wa nyakati zote na majira yote, kwa sauti ya upole na unyenyekevu iliyojawa na upendo. Nahitaji nizungumzie mambo machache na wewe, mwana wa Mungu. Kuna maswali mengi nimekuwa nikiulizwa, lakini leo nahitaji nijibu kwa pamoja juu ya wote ambao wamekuwa wakiendeshwa na roho moja inayoitwa hofu, mashaka, uoga. Watu wengi ni kweli hawajafikia baraka zao fulani kwa sababu ya mashaka. Sikiliza, uoga ni jeraha, uoga unaua, uoga unarudisha nyuma, uoga unaweza kuzuilia baraka fulani zikachelewa kufika kwako. Kwa ufupi, uoga ni kaburi linalozika hatima yako iliyo njema pole pole kila itopo leo. Watu wengi waliojawa na hofu wameshindwa kufanya mambo makubwa, hata kama wamesikia sauti kali za kuwatia nguvu katika hayo ambayo wanadhania wana uwezo wa kuyatekeleza. Nataka nikukumbushe kisa kimoja cha Petro, mwanafunzi makini na rafiki wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alimshuhudia mwalimu wake akiwa anatembea juu ya maji. Petro akatamani huo muujiza na huo uwezo. Akamuuliza, mwalimu, na mimi naweza kuja? Yesu akamwambia, njoo mwanangu. Petro ghafla naye akaingiliwa na nguvu kwa sababu ya lile neno alilolisikiliza kutoka kwa mwalimu wake Yesu Kristo, naye akaanza kutembea juu ya maji. Lakini wakati akitembea juu ya maji, ghafla hofu ikaingia ndani yake. Akaanza kuwaza, haya maji hayajashikiliwa na chochote, muda wowote ajali inaweza kutokea. Na ghafla akiwa katika mawazo hayo ya hofu, uoga, mashaka, akaanza kuzama. Nahitaji nikueleze, mwana wa Mungu, kinachokuzamisha haimaanishi kwamba umerogwa tu. Uoga ni sehemu ya kukuzamisha katika hilo ambalo ulikuwa unatamani kupanda juu zaidi. Kitu pekee ambacho shetani anakitumia kama silaha ya kuangusha watu wengi walioamini Mungu wao, uoga. Nahitaji nikukumbushe, mwana wa Mungu, kuanzia leo acha uoga, acha hofu, kwa maana haya ni mambo ambayo yanakuchelewesha kufika kwenye hatima yako. Na wewe kama ni miongoni mwa watu hao, basi nakushauri kuanzia leo, kata shauri na anza kuomba maombi haya. Fanya maombi haya takriban kwa siku 7, yatakusaidia. Utaanza kuona mwanga. Haya ni maombi ambayo ukiyatamka kila siku juu ya maisha yako, yataondoa roho ya woga, na ghafla roho ya ujasiri itaanza kuingia ndani yako, nawe utapata ushindi katika hilo unalolifanya. Sasa omba hivi: Baba wa rehema, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo uliolemewa na hofu na wasiwasi. Mara nyingi hofu hunifanya nisahau kuwa wewe ni mkuu kuliko changamoto zangu zote. Bwana, nakuomba unijaze moyo wa ujasiri na amani inayotoka kwako. Nifundishe kutokutazama ukubwa wa tatizo, bali ukubwa wa nguvu zako. Ukanikumbushe kila siku kwamba haujaniacha na haujanisahau. Roho Mtakatifu, niondolee roho ya woga, mashaka na hofu isiyo ya msingi. Nijalie imani ya kuamini maneno yako hata ninapokosa kuona suluhisho. Unipatie ujasiri wa kusimama imara katika imani, nikijua kwamba wewe ni ngome yangu na mlinzi wangu wa kweli. Mungu wangu, nijaze na upendo wako, kwa maana upendo wako mkamilifu ufukuza hofu yote. Na kila mara hofu inapotaka kushinda, nisaidie kukumbuka kuwa Yesu alishinda ulimwengu, na ndani yake pia mimi ni mshindi. Asante Mungu wangu kwa amani yako inayozidi akili zote. Amen. Maombi haya yafanye mfululizo kwa siku 7. Utaona ushindi wa haraka, kwa maana kumbuka, imeandikwa katika maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 41 ule mstari wa 10, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Lakini si hivyo tu, hata kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 1 mstari wa 7 imeandikwa hivi: maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu
na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Lakini kwenye kila kitabu cha Zaburi, ila sura 27 mstari wa kwanza imeandikwa hivi: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Kwa ufupi, wewe uliyeumbwa na Mungu na unaishi kwa kutegemea neema ya Mungu ndani yako, hauna cha kuogopa. Kuwa jasiri, kuwa imara, timiza wajibu wako. Haujazaliwa bahati mbaya, Mungu anakusudi na wewe. Naitwa Nabii Bulldozer ya Yesu, mjoli wako wa nyakati zote. Mungu wangu akutunze sana. Amen. Bulldozer TV, reconnect me to God. Nuru ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu.